Hawakuweka kiasi ambacho umaridadi unahitaji, lakini umaridadi unahitaji pesa, kwa sababu utavaaje nguo ambayo imefuliwa kama huna hela ya kununua sabuni? Ngumu. Utavaaje umemechi na mpenzi wako wakati hauna hela ya kununua nguo? Mkatokea mmemechi. Kwa unaona bado pesa ina nguvu, ina power kwenye mapenzi. Licha ya kuwa angalizo, tusiendekeze sana pesa kwenye mapenzi. Iwe kwa kiasi chake, lakini pia tusisahau pesa. Kwa sababu inatufanya tuonekane maridadi. Sawa. Lakini pia mtazamaji, basi unaweza ukatuambia kwa kudondosha comment yako, je, pesa ndio kila kitu? Si kila kitu. Lakini siku zote King Sharif tunajua kuna siku zote huwa kuna faida na hasara. Faida gani mtu anapata anapotumia pesa kupata penzi? Maana wengine huwa wanaforce. Wengine huwa wanaforce, lakini unajua faida ya pesa kwenye mahusiano. Cha kwanza inakuwa haraka, unapata kwa haraka kupatikana. Kile kitu unachokitaka ni inakuwa easy chap sana kukipata. Lakini pia hukupa confidence ya kuweza kuongea study kile unachokitaka wewe. Sawa. Kuna jamaa fulani niliwahi kuona anasema kwamba unapoomba namba ya mwanamke mpenzi mpya, ndio umeomba namba, usimpe maneno. Cha kwanza kabisa anapokupa namba weka muamala. Tangi salio kwanza ndio mambo yaendelee. Lakini pia sio watu wa kumwaga. Unajua pia sasa hivi wanawake ni watu ambao sasa hivi wanatumia akili, wanakubana, wanaangalia akili ya mtu. Sasa huyu mtu ndo kaja leo kanipa hela. Huyu mtu ana akili, anatunza vipi hela yake? Huyu si nikimwaga tu kama vimwaga wengine. Sasa atanipa mimi na kesho anamwagia mtu mwingine. Kwa baadhi ya wanawake wapo ambao wanatumia akili, wapo kabisa. Na boys tusio watu wa kumwaga. Unaweza ukamwagia hela na asikupenda, kwa sababu mapenzi yanachagua na ni hisia. Sasa wanaweza kuonyesha kwamba anakupenda kwa lengo la kukuibia, lakini sio kwamba anakupenda kweli. Kwa tutumie akili kwanza. Hapo ndo tunakuja kwenye zile hasara sasa za kutaka mapenzi kwa ajili ya pesa zako. Ndio hiyo unajikuta unamwaga pesa, kumbe huyo mtu hana upendo na wewe hata kidogo, ila ile pesa yako ndio imefanya akupende. Ila sasa tukienda mbali zaidi kuna wengine pia wanatumia pesa zao humo katika mapenzi kunyanyasa wapenzi wao. Akijua kwamba mimi nina pesa, hawezi kwenda kwa mwanamume mwingine akampatia pesa kama hizi ambazo mimi nampatia. Basi ujue kwamba huyo mtu anakuwa na hisia na yule mpenzi wake. Sawa. Kuna wale wezekanisha kuambia kwamba boys tunaweza tukatamani, si ndio? Fulani ni mzuri, ni mrembo, ana sura kali, ana shepu kali, kila kitu kipo sawa, mashara akaumbika, mtoto kashusha kutoka mbinguni wanavyosemaga wao. Ameumbwa na udongo wa kwanza. Kaumbwa na udongo wa kwanza, ana kila kitu. Kwa una pesa unasema niishi naye. Tunaona kibishi niishi naye. So unaishi naye kibishi, ila emotional haupo naye. Ila kwenye pesa upo naye kwa sababu una afford kila anachokitaka. Binti ya watu mwisho siku anakupenda kwa sababu anaona kabisa unatimiza kila anachokitaka. Lakini wewe kwa upande wako una muda naye. So kumnyanyasa inawezekana kwa sababu unajua huwezi kuondoka kwa sababu sinicha kuteka kupitia hii power yangu ya hela. Kwa na kunyanyasa the way ninavyotaka kwa sababu huwezi kuondoka, lakini hiyo ni mbaya kwa sababu unamtesa mtoto wa watu. Unampa maumivu ya moyo. Mwisho wa siku unajikuta amepata trouble, kansa ya moyo na vitu vingine. Kwanza kansa kubwa zaidi ambayo unaweza ukampa. Itamsababisha ashindwe tena kupenda wale wanaume ambao wana mapenzi ya kweli na yeye. Ila kuna mmoja inaniambia kwamba kuna kansa ya akili. Siku hiyo nilishindwa kuelewa hivi kansa ya akili inakuaje. Mimi nilikuwa najua kwamba labda kuna kansa ya moyo. Kwa sababu kumbuka lile tukio ambalo mtu alikupiga, moyo unashtuka, sio unadua. Lakini sasa kuna mwingine ananiambia kansa ya akili. Sasa nadhani hiyo, hebu tuiashumu kansa ya akili inaweza ikawa hivi. Ukishapata hiyo kansa ya akili, ukiona hata watu wanaopendana kweli, unaona kama vile wanadanganyana, ni wapuuzi. Unaanza kufikiri mapenzi ya kweli hayapo. Basi hiyo ni kansa ya hisia. Na msemo mwingine pia wanasema kichaa. Tusikie ana kichaa cha ndoa.